E, kipindi hichi ni kipindi chenye tunataka tu kuwafahamisha. Kwanza nitajifahamisha kwanza. Mimi kwa majina naitwa Hamisi Mwanza Erike Kiravisi. Ukiniita grandpère na kwa bado hujakosea. Kwa hiyo samahani. Kwa hiyo nilitaka niwafahamishe kama hichi kipindi kwa mtu kwa kutaka kujua urefu wake nini anaweza kutumia. Haya, tunaanza sasa na historia yenyewe. Historia yenyewe nasema hivi: baba mmoja alikuwa Muislamu. Huyo baba Muislamu alikuwa na uwezo wake, alikuwa tajiri, alikuwa na uwezo wake kabisa. Sasa kwa maisha yake yote alibahatika tu kupata mtoto huyu umoja tu. Huyo mtoto umoja ndio mwenyewe alikuwa mtoto wa kiume. Wakati alipata mtoto mmoja wa kiume, basi sasa ule mtoto akakuwa mazingira kwanza ya Kiislamu, lakini baadaye wakati aliona na yeye ameshaanza na yeye anakuwa na kwake, anaanza na yeye yani kujigaramia mwenyewe, akawa ni mwenyewe tena, haenezi jinsi yenyewe Muislamu anapaswa kuwa. Kawaida ya Muislamu unapaswa kufanya vipindi vitano, unasali vipindi vitano, na siku ya Ijumaa unasali, bila kusahau kama mwezi wa Ramadhani na wenyewe unapaswa kuufunga. Sasa yule kijana kufuatana na jinsi yenyewe yeye aliona misha kwa na yeye anakuwa na yani anajimiliki mwenyewe, hakupenda tena kubaki tena katika dini ya Kiislamu. Kwanza haiko sema hakupenda, yani wakati matendo yake yalianza kuonesha kama hasali tena vipindi vitano, siku ya Ijumaa hasali, na mwezi wa Ramadhani hafungi, baba kafika nasema yule mtoto sio Muislamu tena, yani ameritadi dini, kwa hiyo sio Muislamu tena. Sasa itakuwaje? Yule baba, yule kijana sasa akaanza naye kufanya vitu vya uchuuzi, akawa naye katika wachuuzi wakubwa, yani wa grand commerçant. Wakati alianza kuchuuza sasa mwelo, akawa mule kunde wachuuzi wakubwa. Mide ikafika ya kusema wanataka kufanya uchaguzi, na yeye akaposte yani na yeye akapostile. Wakati alipostile ku presidency, yani kufasi ya mtu kuwa yani kuwa msimamizi wa kundi la wachuuzi wakubwa, kwa bahati nzuri akawa amepita. Wakati alipita, itakuwaje? Wakampangia sasa tariki, mwezi wenye anapaswa kwenda ili wamvike madaraka. Sasa wamkurone, wamweke kama vile ndio anakuwa sasa kiongozi wa watajiri wote wenye walikuwa. Basi zile tariki zikafika. Wakati zilifika, wakamkumbusha wane, kesho tunakuomba uje sasa, uje utasimamia nani yote, yani ili sasa wakuvike, sasa wakupe madaraka yako sasa. Basi na yeye akamfahamisha dereva, akamwambia dereva, bwana, kesho uamke mapema, tunakwenda kule kwenyewe wataenda sasa kunivika madaraka yangu sasa, yani mimi nakuwa sasa kiongozi wa wachuuzi wote. Unaona? Sawa. Dereva akasema sawa tajiri, kesho nitakuwa hapa asubuhi, nitakuja mapema. Sasa wakati sasa dereva alifanyaje sasa? Wakati asubuhi alifika, tajiri ile kupita pita yake akawa amepoteza muda, na kule kwenyewe atakwenda ni kama vile urefu, yani distance ni kama vile mtu anaweza katembea kilomita 120, na pale wanatembea kabisa karibuni hata saa 4 ndio wanatembea kusudi wafike kule kwenye kilomita 120. Sasa dereva, tajiri akamwambia dereva, anamwambia bwana, sasa nakuomba hivi tumeshachelewa, kusudi turekipere ule muda, yani tupate muda wa kuweza kunani tena, ili tufike muda yenyewe na stahili. Na kuomba hivi, tutakapoondoka hapa, yani ile pedale yako uiaccelere mpaka kutapi, unatia pedale mpaka kutapi hivi, ili turekipere zile dakika zenye tumepoteza hapa. Basi dereva akasema hamna shida tajiri. Haya, akafanya je sasa? Akaingia ndani ya gari. Tajiri akaja, akaingia, akamkutana jeshi na dereva ameshavaa ceinture de sécurité, ile kamba ameshaitia humu mchingo, yani ceinture de sécurité. Haya, wametoka. Tajiri yeye hakufunga ceinture de sécurité.
wakaondoka. Wameshatembea muda mrefu, wanakumbana sana nini? Wanakumbana na mwana kondoo anataka kuvuka barabara. Mshaona bwana? Mwana kondoo anataka kuvuka barabara. Dereva pale akaanza sasa kujifunza atafanya nini. Hapa kwa tunasimamia hapo kipindi cha kwanza, ili tujue sasa tuendeleshe kipindi cha pili nacho kama kitaanzia hapa kwenye tumesimamia. Haya, nawashukuru kwanza kwa muda, mtapata tena kipindi cha pili nacho.